Ogembo, nilikubaliana na huyu Alpha Miruga ya kwamba wale watu hawana stima sehemu hii, lazima mimi niwapangie mambo ya stima. Hapa Kisii County nimekuja kuwaambia watu wa Kisii ya kwamba nilienda nchi ya Saudia, nikaenda nchi ya Ufaransa, na nikakubaliana ya kwamba tutafute pesa ya kuunganisha last mile connectivity. Leo mimi nataka niwatangazia kwamba katika hiyo pesa tumepata bilioni 27. Bilioni 2 tumetoa kwa watu wa Kisii tuunganishe watu 31,000 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo kazi itaendelea hapa Bomachoge Chache, kwa sababu huyu mjumbe wenu pia ni mtu mwenye msimamo. Watu wa Ugembo tunaelewana jameni? Si mnataka tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee ama mnasema tufanye namna gani? Mnataka hii barabara yenu iendelee? Mnataka maneno ya stima tuunganishe? Hii affordable housing tujenge? Hospitali tujenge? Na soko tujenge? Mnakubaliana twende namna hiyo? Mtamshikilia huyu mjumbe wenu? Mtashikilia huyu mjumbe wenu? Hebu nione wala anasema tutashikilia huyo mjumbe wetu. Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba haya, nyinyi vijana ngojea kidogo. Mambo ya Borabu, mimi napanga mambo ya Borabu. Si ndio? Wacha niseme mambo ya Chache leo hapa. Si ndio? Si hawa jamaa wangojee kidogo. Si ndio? Wananchi hao wengine wengi wanasema ngojeni kidogo. Si ndio? Tuongee maneno ya Chache leo. Hiyo siku ingine mimi nimepanga na mjumbe wenu, mimi nitakuja kule Borabu. Sawa? Watu wa Ugembo tumekubaliana jameni? Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba uko Nairobi mimi karibu nakosa amani kwa sababu ya huyu mjumbe wenu. Ananisukuma hata heri wheelbarrow. Mara barabara. Kabla sijamaliza ya barabara stima. Kabla sijasema ya stima soko. Kabla sijasema soko anasema tukuja affordable housing. Sasa nyinyi watu wa hapa Bomachoge Chache, si huyu mjumbe wenu mwambieni jameni aniendeshe polepole. Anipeleke polepole. Ama namna gani? Ati aniharakishe? Kumbe nyinyi ndio mmemtuma? Ati anikimbize kama wheelbarrow? Sasa nilikuwa nafikiri nakuja kujitetea kwenu. Sasa nitajitetea kwa nani? Nijaribu pale kwa Mungu. Lakini hata na hivyo, kwa sababu ni mtu mwaminifu, kwa sababu huyu mjumbe wenu ni mtu mwenye msimamo, mimi nataka niwahakikishie nitatembea na yeye, nitamshika mkono mpaka hii constituency yenu ibadilike. Tumeelewana jameni? Mimi nataka nichukue nafasi hii niseme nikiwa hapa Kisii, nikiongea mambo ya kuhusu watoto wetu wa Kenya. Kama serikali tumeongeza pesa ambayo itasaidia wanafunzi wetu wa TVET na wale wa university. Na mimi nataka niwahakikishie leo tunatoa mwongozo mpya, kwa sababu pale nyuma zile barua watoto walipatiwa barua
iko na gharama ya ile course wanaenda kufanya, na ilikuwa katika kiwango cha 1200 1300. Tumesema hizo barua ziondolewe, na kuanzia leo tunaweka barua mpya ambayo inajulikana mzazi atalipa shilingi ngapi. So I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn, and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. So I want to tell all parents in Kenya, the letters that you received from universities indicating the cost of the course your child was going to attend to, those letters are misleading. We are going to instruct the universities to issue new letters from today that will indicate how much a parent is supposed to pay and not the cost of the course of their child. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVETs. Tumeelewana jameni? Kuna barua wazazi walipata kutoka university. Na hiyo barua ilikuwa na pesa gharama ya ile course mtoto anaenda kufanya. Tumesema hizo barua ziondolewe, na leo tunatoa barua ambayo itamueleza mzazi kiwango ya pesa anahitaji kulipa. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna loan, kuhakikisha kwamba kuna scholarship, hasa kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kutosha. Tunaelewana jameni? So we are going to issue new letters so that we can provide clarity on what parents are supposed to pay, if at all, vile tumekuwa tukifanya pale mbeleni. Kwa hivyo watu wa Ogembo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Hii mjengo mimi ninaanzisha leo hapa. Ndani ya mwaka moja na nusu nitarudi hapa. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Borabu mnasema nikuje Borabu. So mimi nauliza nyinyi. Mimi nauliza nyinyi. Yaani amuko ningojea huko Borabu mmenikujia hapa Chache. Mumeniletea invitation. Mumenikujia. Ndio nikuje kule Borabu. Mumetumwa na nani? Sasa muende mpeleke habari, mwambie president anakuja. Sawa? So watu wachache, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tumeungana. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa hapa Bomachoge Chache. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Ndio juzi mliona nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali tuungane kama serikali ya Kenya, tuungane wananchi wote? Si Waswahili jameni wanasema umoja ni nguvu? Ni kweli ama si kweli? Nauliza nyinyi, mimi nimesema
ya kwamba inafika wakati katika nchi ama taifa ambayo mambo ya interest ya nchi, umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni ya muhimu kuliko matakwa ya sehemu ama ya kabila ama ya dini ama ya chama. Sisi wote tunataka tuungane, tuwe kitu kimoja, watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Na mimi nawauliza watu wa Kisii, jameni, mkubali tuungane? Kisii mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wala wanasema tuungane. Mimi naona tumemaliza referendum ya kusema ya kwamba tuungane. Sio referendum imepita ya kuunganisha Wakenya wote, ama mnasemaje? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Wacha kabla sasa niseme mambo yale mengine, wacha nimuite naibu wa rais awasalimie. Bamachoge Chache, hamjambo? Biamore, muko salama? Mimi ndio naitwa Rigiji. Nimefika hapa tuonane macho kwa macho. Na mimi nimefurahi kumsindikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii, mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing, ni watu ya Kisii na Nyamira. Kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa ya 7, ya 8, mteremuke muende kwa mashamba, jioni mrudi kwa orofa. Siko namna hiyo. Mutawekewa lift ama mutapanda na stairs? Au mnataka lift? Stairs ndio mzuri, ndio mfanye tisi. Alafu rais wetu hapa katika area hii ni wakulima ya kahawa na majani chai. Na kwa mambo ya kahawa, rais akituongoza, tumeweka shilingi bilioni 7 ya kulipa madeni ya zile factories ambaye officials walikuwa wamechukua madeni ambaye imeumiza wakulima. Na tunauliza hao officials, serikali ikishalipa hiyo pesa kwa niaba ya wakulima, msiingie kwa madeni wapya. Na kama mtaingia kwa madeni, tuko na pesa katika cherry fund ambaye ni ya 3% interest. Pia mambo ya majani chai tunaendelea kutafuta soko ndio wakulima waweze kupata mapato. Na hapa tulipata increase ya 12% kwa sababu ya kutumia ile bolea ya substrate fertilizer. Kwa hivyo sisi tunataka muweke bidii kwa kilimo, tujenge manyumba muishi huko na muendelee kuwa wengi vile mko wengi. Si ndio? Unajua pale kwetu sisi tunaheshimu nyinyi sana. Kwa sababu biashara ya matatu mumetufukuza na tumekubali. Manyumba nyinyi ndio mnajenga, mnakodisha sisi vile mnataka. Hata juzi jela tulikuwa tumesidisha nyinyi, mnataka kutufukuza huko. Lakini mkitaka kutufukuza jela tumekubali. Tumekubaliana. Wangapi wanasema rais aendelee kuunganisha Kenya ndio tuongee kitu kimoja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Biamole. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Morogo se moyo. Bwana morogo se moyo. Your Excellency, welcome so much. Ukiangalia hapa, ukiangalia ile ngambo ile, ukiangalia kuna watu wengi sana wamejaa mpaka kwa maduka huko juu. What we need here is a bridge. Ukiangalia hii housing, hatuna bridge kutoka hii mpaka side nyingine. Wanazunguka huko karibu na Nyabishongororo. Naomba tafadhali tuwekee bridge hapa kwenda ngambo ile. Alafu kitu ya pili, ulitupea maji, unakumbuka ukiwa Nyamasege? Ulituambia 150 million maji. Lakini ukiangalia hii mto ni kubwa sana. Walienda wakatoa maji mahali inaitwa Mosora, Bobasi, kwa Simba. Sasa naomba uongezee maji, uongezee pesa. Hii maji ikiwekwa pesa mzuri, najua Ugembo za municipal. Tafadhali tupe ile maji kama Kegati, ile maji kubwa.
isirculate hiyo Ugembo mzima tupate maji. Ndio sere bobe. Karibu yaigo. Another thing, Your Excellency. Barabara ya low volume umeona vile imetembea iko sawa. Inaendelea iko karibu kumaliza. Lakini hapa ndani kuna barabara zenye hazikuingizwa. Ukiingia hapo karibu tuliege tuki, kuna barabara inatoka Sameta Junction inaenda paka Ikoba. Kuna ingine inakata hapo katikati inaenda paka Misesi na itanga sani Taitabago. Kuna ingine pale from Nyamasege inaenda Ripati inaenda paka Riongoro, kilomita kidogo karibu 20. Na hapa ndani kuna kura kilomita kidogo, Your Excellency. Nchini chingecho. Ukiangalia hapa vile tuko hivi, hii stima umenipea maximization ya around 100 people. Lakini hii block inataka 3 phase, inataka stima yenyewe. Hiyo transformer itabaki hapa. Si atupe transformer nyingine hapa, surrounding nyingine hapa. Ndio sasa hii ibaki kwa housing. Another thing, kuna kura project hapa kilomita 2 ilipewana last financial year. Inaanza hapa tu inazunguka mpaka Sameta Junction. Huyo contractor hajairudi hapa. Naomba uongee mambo hayo. Alafu akija atuongeze. Ukiangalia huko hiyo ni market, hatuna tamaki zinaendelea kuzunguka hapa ndani. The last one. Unaona mahali ulishuka, umetuwekea SP project ya soko inaanza hapo. Nashukuru sana watu wa housing. You have a very able team. The PS, the contractor, kuna project manager hapa. Vile soko inaendelea, kuna medical college hapa. Unajua kuna hostel ulisemanga tukifungua, unakumbuka last time? Paka saa hizi, 50 million. Naomba. Si atupe medical college. Najaribu kuijenga na CDF. I'm almost done with it. Esa yamake. Mtoko mwake rambo jamona tuete mangio ambassador. Ulitupeanga ambassador. Maangiza wa ambassador here. Now in our constituency we are sorted. Naomba ukipata hata commission kidogo utupe. Watu wa Machoge Burabu. Mheshimiwa akija hapa sisi tuko moja. Tupange tuende Machoge Burabu. Ya mwisho, Excellency. Wacha nimalize. Sinimalize. Hiyo Ugembo, sikiza kidogo. Hiyo Ugembo inaitwa Gucha. The Kisii County kuna 9 constituencies. Yaani watu hapa wanatoka South Mugirango mpaka Kisii ofisi ya Simba kutafuta service. Naomba tafadhali kwa hili referendum umesema hivi. Si ungesema Gucha County hapa tukae wenyeji hapa. Hiyo ndio yangu ya mwisho. Hata usikaribu sana. Asante kwa kutupea hospitali na mambo mengine, ubarikiwe sana. Daraja mheshimiwa amesema hiyo daraja tutajenga hapo. Msikuwe na wasiwasi. Na hii transformer tutaongeza transformer ingine. Ndio muweze kupata stima hapa watu wote wa hapa. Si namna hiyo? Na huyu unajua huyu Alpha amenizoea sana. Sasa mnasikia ati anasema ati barabara kilomita 20 ni kidogo. Nyinyi hata kwa hesabu yenu kilomita 20 ni kidogo kweli? Lakini kwa sababu ni mtu ya bidii, wacha niende ning'ang'ane nione vile nitafanya. Si namna hiyo? Na hiyo kazi ingine yote amesema tutashirikiana pale kwa mahali tumeshuka pale. Ni kweli Egetugi pale Egetugi. Nimekubali. Bwana PS Hinga yuko hapa. Mimi nataka Hinga pale kwa hiyo KMTC. Mimi natoa amri tujenge hostels ya hiyo KMTC vile huyu mjumbe wenu amesema. Tumekubaliana jameni? Wacha nichukue nafasi hii nimuite Barongo. Please. Haya, asante sana. Asante sana. Aba Machoge baminto bachache mbuya mole. Mwarorire nje engakiende yonsi mubwate nyangingo chinde nacha. Mheshimiwa Rais nilikuwa nasema Bomachoge ya juu na Bomachoge ya hapa, sisi ni jamii moja. Leo kwa mara ya pili
tumekuja kumezea mate yale ambayo wana Bomachoge Chache wamepata. Sisi tunaamini kwamba ndugu yako akipata na wewe umefanya nini? Asanteni sana wana Bomachoge Borabu ambao mmekuja hapa. Mumeonyesha kwamba ni ukweli kilio changu cha kuomba rais akuje Bomachoge Borabu ni kilio cha kweli, na hakika amekubali kwamba he has saved the best for last. Sindio? And also good things come to those who do what? Who wait. So, Mheshimiwa Rais, asante sana for the generosity you've shown us. We are really eager to welcome you in Bomachoge Borabu. Na asante sana. Congratulations, Alpha. Aya. Bomachoge oye! Bomachoge oye! Mbiamole. Mheshimiwa Rais, karibu Bomachoge Chache. Bomachoge Chache ni one of our constituencies ambayo iko katika eneo la Bomachoge yote mzima. Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake. Ngoja tu, MC amesalimiwa na Rais, ataongea baadaye. Sawa. Haya, Donya ataongea, Usura ataongea, Janda ataongea, hiyo timu yote. Sawa. Aba Machoge no omuri. Mogogete. Nikubalie niseme hili. Mheshimiwa Rais, hapa hii hospitali ambayo iko hapa, watu kina mama ambao wanapata watoto kila siku ni 25 in this small town. Kwa hivyo it's a big thing. We have put 100 million to this hospital. You did promise, Your Excellency, that you will give us 200 million. How I wish that this, because again, health is involved, as it were, tusikuwe na shida, ndiposa tuhakikishe kwamba hiyo hospitali imekuwa isaidie. Na hii ni municipality mpya. Actually hata ile mambo ya kupanga bado ni bodi peke yake imeingia. Kwa hivyo tunahitaji hiyo hospitali ambayo itasaidia watu wetu, inasaidia watu wa South Mugrango, Bobasi, Bomachoge Borabu, hata Bonchari sometimes. Hata kule Bogere. No, kule inaitwa Jaluoni wanasema Bogere, unajua ni Bogere. Kwa hivyo hii mto, Your Excellency, kama tunaweza pata hii maji, it comes from all the way from Nyamira. Hii kama tunaweza fanya kitu kimoja kama pale China vile wanavyofanya, itaweza leta hii town ikuwe mpya. Hiyo tunaomba. Kitu ya pili, Mheshimiwa, tunashukuru kwa sababu ulikuja hapa juzi ukafungua hii barabara, imemalizika. Iko karibu kumalizika, hizi around 70, Mheshimiwa Alpha. 70% iko karibu kumalizika. Tunashukuru. Lakini mambo ya maji imekuwa kwamba ni shida hapa. Na tunashukuru karibu milioni 200 ambao umepeana kutoka serikali kuu ikuje hapa ya kisha there is litigation. Kule Bomachoge Borabu, Your Excellency, we spoke yesterday about Mekubo water project ambayo Mheshimiwa Ongwae yuko hapa, walifuatilia kutoka Austria. Na nataka niseme kwamba hawa watu wako tayari. Vile uliniambia next week I'll give you the proposal. Mwisho, wacha niulize wananchi watukufu, mnataka tushikane kama wa Kenya tupeleke nchi ya Kenya mbele? Mko tayari? Sasa juzi chama cha ODM kilinipea
deputy party leader. Murifurahia? Sasa nataka nimuulize Mheshimiwa Rais. Mimi nitawaita mkule. Nitaita nyinyi. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe. Wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii nchi ndipo zizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakikisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndipo akachukua kina Mbadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana kwa sababu niko na serikali. Abantu aminto igendo kyo mwelyo ntagetemba sabe mwenzi watu wa Bobasi najua mko hapo kidogo nawasikia Mheshimiwa Rais atakuja Bobasi vile atakavyokuja kule Bomachoge Borabu. Kwa hivyo atapokuja yale maendeleo ambayo yamefanyika hapa utapeleka. Mheshimiwa Rais, hii constituency iko na ward 3. Bobasi iko na 9. Ni kubwa, inatoka kule Ujaluoni mpaka Masaini. Lakini uzuri Mheshimiwa Alpha ameuliza hapa. Uzuri Mheshimiwa Alpha ameuliza hapa. Nitaita nyinyi. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe. Wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii nchi ndipo zizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakikisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndipo akachukua kina Mbadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana kwa sababu niko na serikali. Abantu aminto igendo kyo mwelyo ntagetemba sabe mwenzi
Watu wa Bobasi najua mko hapo kidogo. Nawasikia Mheshimiwa Rais atakuja Bobasi vile atakavyokuja kule Bomachoge Borabu. Kwa hivyo atapokuja yale maendeleo ambayo yamefanyika hapa utapeleka huko. Mheshimiwa Rais, hii constituency iko na ward 3. Bobasi iko na 9. Ni kubwa, inatoka kule Ujaluoni mpaka Masaini. Lakini uzuri